mkubwa wewe. Yaani unakuja hapa unanitambia mimi. Pumbavu wewe, hujafunzwa kwenu wewe. Mimi nitakufunza. Naogopa na hiyo mama ni dambi sana. Pepo mchafu pingana na huyo pepo mchafu. Mama mkeme, mama nina wangu chaguo la moyo. Chila, mimi nakujua vizuri tu. Kwa sababu wewe ni mpenzi wangu, kwa nini mimi sikujue? Mpenzi wako kivipi? Hivi Chila, kwa nini unanifanyia vitu kama hivi? Kwa nini unanitesa? Chila, leo hii unijui mimi. Mwanamke ambaye nilibadilika kwa sababu yako wewe. Niliamua kubadilika, niliamua kuacha yote mabaya ya mtaani hapo kwa sababu yako. Isitoshe umeenda kunitambulisha mpaka kwenu. Ili bakie kidogo tu hivi tufunge ndoa, leo hii unijui mimi. Au umepata mpenzi mwingine, si ndio? Unajua dadangu, leo ni siku ya pili tena unanichanganya. Kuna siku nakumbuka tulikutana njiani ukanisimamisha, ukaanza kuniambia habari zako hizo kwamba mimi ni mpenzi wako, tulishawahi kukutana, lakini mimi sikukumbuki. Na leo ni siku ya pili unanisimamisha kwamba unanijua. Mimi sijawahi kukuona dada yangu. Yaani sijawahi kukuona kabla ya siku ya leo. Na hata jina lako silijui. Sijui hata unaitwa nani. Mimi nahisi utakuwa umenifananisha dada yangu. Hivi Chila, una nini wewe? Wewe unaumiza sana moyo wangu. Jua leo sana naumia kwa sababu yako. Mimi nimeamua kuacha mabaya yote kwa sababu yako, leo hii mimi unanitesa hivi. Unajua dada yangu, unazidi kunichanganya. Yaani unanipa maswali ambayo nashindwa kujijua hata mimi mwenyewe ni nani. Unanifanya naingiza maswali mengi katika kichwa changu. Sijawahi kukuona na wala sikujui. Na hata jina lako silijui unaitwa nani. Lakini umekuwa ukiningangania kila unaponiona unaningangania. Dada yangu, sikujui. Sikujui. Sawa, kama unijui sawa. Kama nikukumbushe ile siku ambayo tunaanza mahusiano mimi na wewe. Nilikukuta unakaba kichochoroni. Una kitu gani kingine? Sina kitu. Wewe unaniambiaje wewe? Sina kingine. Wewe. Toa na hicho. Chukua kwanza. Wewe toa. Wewe. Hebu rudi hapa. Wewe unisikia ninachokwambia? Yule kama mimi nipo kazini mpaka unajipitisha pitisha. Hapa sasa nimeatindiganya. Umeatindiganya kweli hapa? Amrudishie vitu vyake. Sasa Wewe dogo. Umetimia kila kitu? Bado si. Wabi sister hichi yenyewe bwana kidogoli tu hichi. Amefuta muuzia nani hichi hapa? Bwana nikakitumia mimi nini naongea na mama mtu. Tunadhaniana sivyo? Aya, potea. Potea!
Kwani vipi sister? Kwani kujiamini kunasaidia? Kujiamini? Kujiamini kivipi? Wakati manati ya mzungu kabisa hiyo naiona. Manati ya mzungu wapi? Wakati ili toy hili. Ninunulia mwanangu ili kwa ajili ya kuchezea. Toy hili. Ili toy. Ili toy. Yule mkabaji akakuacha na akakulisha kila kitu chako. Kukumbuki hilo pia. Yaani unazidi kunichanganya dada. Unazidi kunipa maswali katika kichwa changu. Kwanza mimi sijawahi kukabwa hata siku moja katika maisha yangu. Yaani hata siku moja sijawahi kukabwa. Lakini pia sikumbuki kama nilishawahi kumchukua mwanamke yote nikampeleka kwa wazazi wangu na kumtambulisha. Yaani sijawahi kuwa na mahusiano kabisa. Kabisa katika maisha yangu. Sasa unaponiambia kama unanijua sijui, unanichanganya. Mimi nikuombe kitu kimoja dada. Kama huna kitu kingine cha kuongea, tafadhali naomba uniache niondoke. Ndugu wangu. Na kipindi unakuja hapa kuniomba kazi, ulikuja hapa kwa niaba ya ndoa yako. Wewe ulitaka kuoa, si ndio? Lakini mapenzi yako wewe na Feti karibuni mimi sielewi. Yaani inafikia mahala naweza hata mwezi hujawahi kulitaja hata jina la Feti. Na umekuja kuniomba kazi, unataka nikusapoti kwenye mahali. Kwa nini nakuwa hivyo? Samahani bosi. Kuna kitu umekiongelea hapa naona kama kinanichanganya kidogo. Umeongelea kuhusiana na swala la ndoa. Lakini pia kuna mwanamke umemtaja, anasema anaitwa Feti. Samahani, kwanza Feti ni nani? Lakini pia mimi katika maisha yangu sikumbuki kama nilishawahi kukaa sehemu nikaongelea swala la ndoa. Sikumbuki. Wewe Chira wewe. Wewe Chira umekuja hapa unataka kumuoa Feti. Sawa. Halafu leo unasema Feti umjui? Wewe mtoto wewe. Bosi samahani. Mimi nahisi leo itakuwa umeamka vibaya. Itakuwa hauko sawa. Mimi nakushauri kama mdogo wako unapotoka kwenda kazini, naomba upitie hospitali pale kidogo ucheki malaria. So huenda ikawa umeamka na malaria alafu unachanganya vitu kidogo. Kwa sababu mimi sikumbuki kabisa kama nilishawahi kuongelea swala la ndoa. Na kila ninavyojiona naona umri wangu bado
nahitajika kula ujana kwanza. Yaani kwenye masuala kuoa bado sana. Yaani bado sana. Sasa unanichanganya unaponiambia kwamba kuna masuala ya ndoa niliongelea, halafu kuna mwanamke sijui anaitwa Feti. Sikuelewi bro. Na kama nishawahi kuwa na mahusiano na mwanamke ambaye anaitwa Feti katika maisha yangu, sikumbuki kabisa. Sasa nahisi kuna vitu nimevichanganya. Kwa mimi nimechanganyikiwa. Maana yangu sio kwamba umechanganyikiwa. Unajua sometimes homa inapopanda kichwani kuna vitu unaweza ukachanganya. Sasa maana yangu sio mbaya. Simaanishi kwamba umechanganyikiwa, hapana. Ila mimi nakushauri ni bora ungeenda kupima. Nikapime. Na ukaweza ukapata dawa kabisa. Wewe bwana usinichanganye. Usinichanganye kabisa. Yaani unataka uniambie mimi Feti simjui? Kipindi ulikuja kwa gia ya nini? Usitaka kuoa wewe. Na mimi nikasema bwana nitakufadhili hapa, kama nataka hela ndoa utapata hapa, utawajibika. Wewe si ndivyo nilivyokuambia? Mfanyakazi wa kwanza ameenda shule. Ulivyokuja nikasema huyu afadhali amekuja anisaidie kazi. Alafu leo unasema Feti simjui. Feti wewe usinichanganye. Bosi, samahani kama nitakuwa nakukosea. Lakini mimi sikuwahi kuja hapa kuomba kazi kwa ajili ya masuala ya ndoa. Mimi nakumbuka nilikuja hapa nikakwambia blaza nahitaji kazi kwa sababu nimetoka chuo sina kazi ya kufanya. Na pale nyumbani baba ananisema kuhusiana na masuala ya kazi. Na ukizingatia mimi ni mtoto wa kiume. Nimetoka chuo sawa nasubiria ajira, lakini siwezi kukaa nyumbani nasubiria ajira. Wakati nasubiria ajira niwe nakuja kujishughulisha hapa kwako. Ukaniambia hilo mdogo wangu halina shida, wewe njoo kwa sababu alikuwepo hapa ambaye alikuwa ananishikia ameenda shule. Kwa hiyo wewe kwa vile umekuja, kaa hapo utakuwa unasimamia. Na mimi nikaanza kazi lakini sikuwahi kuongelea masuala ya ndoa kabisa katika maisha yangu. Na kuhusu mwanamke unasema sijui Feti, ni kitu kigeni sana kwangu. Yaani unanishangaza. Nakushangaza. Unajua si watoto sasa hivi. Basi sawa. Bosi naenda kapime tu. Mimi nataka niende kazini kwangu huko. Ila jioni nitarudi tulizungumzie hili, maana hili halijaisha. Kwa sababu unaponiambia mimi na malaria tena kali, na maana mpaka mtu unafikia hatua kuchanganyikiwa, unakuwa na malaria kali kweli. Haya, ngoja niende nikapime. Basi sawa, wewe jioni kirudi utanikuta hapa na hesabu yako itaenda vizuri. Sawa. Fanya kazi. Lakini usisahau kwenda kupima bosi. Naona leo umeamka vibaya sana. Naenda kupima baba sawa. Huyu jamaa atakuwa ameamka vibaya leo. Mimi na swala la ndoa. Hapana. Mimi na ndoa wapi na wapi? Wakati mimi nakumbuka nilikuja nikamwambia baraza naomba kazi kwa sababu nimetoka chuo sina kazi ya kufanya. Leo anakuja kuniambia tena masuala ya mwanamke. Sijui Feti, sijui ndoa. Yaani Simona amebadilika, amechange, yani si ukoje? Si umepatwa na nini? Ni vita ya mapenzi. Sababu escape from Sobibo wewe unajua. Alikuwa anataka katiza.